Munene angeweza kufika hapa kutusalimia, tukaimba pamoja, tuweze kubarikiwa pamoja. Tumefurahi kwa ujio wako. Mungu akubariki mchungaji, karibu sana. Na omba uweke kawimbo kamoja tuimbe na mchungaji. Baada ya hapo tutarudi kukaa, alafu mchungaji atatupatia maneno ya baraka na ombi la baraka, na baada ya hapo atarudi kwa ajili ya programu zingine. Kaa vizuri sana. Wangapi wameshamuona pastor? Wangapi wameona pastor? Wanasema amina. Hebu pungia mkono yeye, pungia kabisa. Bwana pungia juu, weka hivi mbele kabisa. Sawa. Wangapi wao wanamsikilizaga? Wanaomsikiliza. Nataka nione mmoja, nichague mmoja naye anamsikiliza. Wewe unamsikilizaga? Wewe unamsikilizaga? Neno gani wanapenda kulisema akiwa na ubiri? Neno gani? Hajui. Sasa huyu labda huyu. Anasemaga sana. Nataka nyingine. Anasemaga zaidi. Anapenda kuisema. Anasema kwa hiyo unatamani aiseme hapa. Anasema. Kwa aiseme hapa. Anaenda ataitafuta aiseme. Sio kama yuko tayari moja. Sasa tusimame wote. Tusimame. Kama mkaja mbele, pia marafiki mmekaa nyuma sana, chako haraka, kimbia ruka mbele, tuimbe wimbo moja pamoja na mtubu wetu, na baada ya hapo mambo mengine yaweze kuendelea. Here we go. Wow. Chini ya mabawa ya mama, wote wanela wanaimba Sasa kumbe na pasta anajua huu wimbo, anaujua. Baadaye atatueleza alijulia wapi. Mungu huona videge, Mungu anaona videge, Mungu anaona. Kama Mungu anajali videge, atatujali na sisi watoto wake. Mungu huona videge wanaoanguka, akiwapenda videge vile hunipenda. Mungu huona videge wanaoanguka, akiwapenda videge vile hunipenda. Hunipenda pia, najua ananipenda niliye mdogo. Hunipenda pia, najua ananipenda niliye mdogo. Amevutiwa, amekuja. Wimbo wa mwisho, watoto wajue ya kwamba Yesu ndiye mfalme. Imba. Watoto wajue Yesu ndiye mfalme. Watoto wajue Yesu ndiye mfalme. Tena ni waridi lile la bondeni, ile nyota ing'aayo kati ya maelfu. Tena ni waridi lile la bondeni, ile nyota. Kwa wakati huu namshukuru Mungu wa mbinguni kwa ajili yenu. Pastor Munene, Mwangi, hawa ni baadhi ya watoto wa kanisa la Magomeni ambao katika historia kanisa hili linapo hosti mkutano wa mahubiri, wao wamekuwa ni sehemu ya historia hiyo. Halitasahaulika tena katika akili zao kwamba walikuwa hapa. Pamoja nasi tunaye mzee wa kanisa. Hebu mzee wa kanisa uwasalimie watoto, halafu nitamkaribisha pastor. Bwana Yesu. Watoto. Amina. Basi nimkaribishe mchungaji wetu, Mchungaji Munene Mwangi, aseme neno kwa ajili. Tupo tayari kusikia? Ndio. Wapo tayari kusikia.
Basi pamoja na hayo tulikuwa na walimu wa watoto. Hebu walimu wa watoto mpungie. Hello. Oh yes, Nako Steve. Asanteni walimu wote kwa baraka za Danet event. Baada ya kusema haya, mchungaji Mwangi. Cheza 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 na hosana hosana. Cheza cheza cheza. Okay. Watoto Bwana asifiwe. Amina. Ya tunapoendelea na zoezi hili tunayo baraka ya kumwona mchungaji na daktari Godwin Lekundayo yuko pamoja nasi. Pastor Lekundayo, tumefurahi kukuona kama familia ya watoto. Oh yes. Tafadhali Pastor usogee mbele angalau wasalimie. Huyu ni mchungaji wetu na ndiye mwenyekiti wetu. Tunamkaribisha mchungaji Babu. Yeah. Wote ni mchungaji lakini kwetu sisi watoto ni babu yetu. Karibu babu. Asante. Basi Pastor Lekundayo atawasalimia, alafu atamkaribisha Pastor kwa ajili ya neno na ombi kwa ajili ya watoto. Pastor, karibu sana familia ya Magomeni upande wa kanisa la watoto. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amina. Watoto. Ndio kinyonge hivyo jamani. Babu rudia tena. Hawajasikia vizuri. Nataka wabadilishe. Oh yes. Sasa leo mimi nawaletea sababu nasema watoto kanisa la leo. Wow. Sio la kesho. Nimeshahama huko. Watoto kanisa la leo. Tunamshukuru Mungu kwamba sabato ya leo, lakini tunamshukuru Mungu kwamba mgeni wetu aliyekuwa anatuhubiri na tukawa tunamuona kwa njia ya kivuli, kwa njia ya mtandao. Leo tunaye hapa mubashara. Jamani, mnaniangusha. Watoto kanisa la leo alina nguvu sasa. Mhubiri wetu mubashara hapa. Amen. Ninamshukuru sana kwamba amewajali. Na inanikumbusha niliwahi kwenda huko Mara wakati wa makambi, nikaenda kutembelea makambi ya watoto. Mmoja ama hao watoto wakasema, sisi hatujapewa boli la sadaka ya makambi. Ndiko tulikoanzia kwamba na nyie mwe na bahasha na boli lenu la zaka, sadaka na sadaka ya makambi. Walioomba ni watoto, kwamba wao wanasikia tu sadaka ya makambi, lakini hawapewi boli lao. Na kwa hivyo inalipa kuwatembelea watoto. Semeni basi amina. Ninamshukuru sana mchungaji Munene Mwangi ambaye ndiye alikuwa anahubiri, mlikuwa mnamuona kutokea mbali. Leo yuko na ninyi. Omba namshukuru Mungu kwa ajili ya mhubiri wetu. Kanisa la leo. Watoto Kanisa la leo. Bwana asifiwe. Majina yangu ni gani? Boom. Tena asante sana. Sasa mimi niko hapa tu niwasalimie, lakini nataka niwaachie maneno mawili. Maneno mangapi? Au mambo mawili. Kwanza tumeambiwa kanisa La leo. sisi ni kanisa la leo, right? Sasa kwa Kiingereza mtoto anaitwa nani kwa Kiingereza? Tuseme tu kwa sauti. Jina child. Allah. Sasa CHILD inamaanisha mtoto ni careless. C inasema ni careless. Mtoto ni careless. Huwezi ukaachia mtoto TV, hauwezi ukamwachia nguo apige pasi mtoto. Utamwachia kitu ya maana kweli, anaweza haribu. Bana ni mtoto ni mtoto. Mtoto wote ni careless. Uwe ni mtoto ya kanisa, iwe haendi kanisa, ni careless. H ni helpless.
helpless, hakuna kitu utajisaidia. Ukiachwa hapa, ukienda nyumbani ni wewe unapika au ni mama anapika? Mtoto anajipeleka shule au anapelekwa? Kwa sababu yeye ni helpless. Yaani ni wa kusaidiwa, hawezi akajisaidia. Si, nimesema si ni nini? Kumbe mnashika maneno eh? Na H ni nini? Helpless. Na I inamaanisha irresponsible. Hebu semeni wote irresponsible. Hiyo inamaanisha kwamba sio responsible. Huwezi ukamwachia nyumba hati atalipa rent. Ati yeye umwachie tu atauza, utashangaa. Kwa hivyo hiyo ni irresponsible, si ndio? Ati mliniambia si ni nini? Na H mkasema ni nini? Na I mmesema ni nini? Na L ni lazy. Mtoto ni lazy, ndio ukiambiwa ukue kuwa unasema umechoka, ukiambiwa uoshe vyombo unaosha kamoja hata kajesha. Mimi nimechoka. Mbona ni mimi tu kunaambia nioshe. Fulani anafanya nini na unapenda kulalala. Lazy. Na D inamaanisha dependent. Sema dependent. Dependent inamaanisha wewe unategemea, si ndio? Unategemea mzazi kwa kila kitu. Na hiyo ni mtoto. Mtoto yeyote, hata Yesu alipokuwa mtoto alikuwa hivyo. Ati mliniambia si ni nini? Na H, na I, na L, na D. Imagine mama yako au baba yako akiwa careless. Imagine tukifikiria tu baba yako, my baba ni careless, my baba ni helpless, anasaidiwa kila kitu na irresponsible. Mzazi hajali kama mtoto ameoga au amekula, yoyote hajali, na baba yako anashinda kwa kitanda na mama yako lazy parent. Ungetaka wazazi wako wawe hivyo kweli? Kwa hivyo badala ya mzazi awe careless, anastahili kuwa namna gani? Careful. Sema careful. Badala awe helpless, aweze kuwa helpful. Good. Badala ya kuwa irresponsible, awe watengenezee hii speaker imeanguka. Responsible. Si unaona vile mmeiona imeanguka, mkatoroka. Ndio hiyo ninasema sasa lazima tutafuta watu wengine waje wasaidie hii speaker. Speaker imepinduka tafadhali. Imepinda kule. Haya, responsible. Sawa. Badala ya kuwa lazy, awe active. Wazazi wa train watoto wao hivyo, si ndio? Na badala ya kuwa badala ya kuwa awe nini? Good, independent. Nyinyi mko sawa. So hiyo ni jambo la kwanza. Kwa hivyo wazazi wanaambiwa train, zoesha mtoto wako aweze kutoka kwa aache kuwa careless, awe careful. Ndio unaona walimu wako hapa wasaidie watoto. Na hili kanisa hili liweze kuwa ni kanisa la leo, lazima nasi watoto tuachane na kuwa careless, si ndio? Na hiyo ndio unaonekana unatoka kwa utoto. Lakini kama utaendelea kuwa careless, bado utakuwa mtoto. Mtoto wa miaka 10, mtoto wa miaka 20 ni careless. Uko miaka 30 na uko careless, bado wewe ni mtoto. Hiyo ni makosa. Kwa hivyo unasaidia kutoka careless, uwe careful, utoke helpless, uweze kuwa helpful, unasaidia kazi nyumbani, kanisani, kila mahali, utoke kuwa irresponsible, uko responsible. Ukiachiwa kazi unaonekana umefanya homework, umefanya, kuliko kuwa lazy, uko active, unasaidia mambo hapa na pale na unakuwa independent. Hapo mmesikia? Nikirudi mwaka ujao mtakumbuka? Hebu nione ni wangapi watakumbuka. Kuna mzee mmoja Nambo kuna farasi, na mmeshaona farasi, si ndio? Kuna farasi ambao wanatumika. Kuna farasi hata hapa nchini nafikiri mmeshaona kuna askari wanatumia farasi. Mmeshaona hivyo? Sasa hao farasi wanaotumika na wanajeshi au na askari wamekuwa trained, wamefundishwa, wameelewa. Sasa pale kuna mzee mmoja ambaye alikuwa na kigari tu kinavutwa na farasi. Na alienda siku moja mnunua, kumbe alikuwa ni wanajeshi, alikuwa amefundishwa, amekuwa trained kusikia, amefundishwa kusikia maagizo, anafanya kulingana na maagizo. Tuko pamoja? Alipomnunua yule farasi, akajua ya kwamba yeye ndiye atakuwa anafanyia Uber au taxi, atakuwa anafanya biashara.
hii gari lake linabeba watu, farasi ndiye anaenda. Lakini huyu farasi alikuwa na shida. Kazi yake akienda anaenda polepole tu. Na ilikuwa inamkasirisha huyu mwenye farasi sasa. Farasi akanunua kiboko mzuri tu. Najua huyu ni lima ili akimbie. Sababu siku moja amewabeba wazee wawili, wazee kabisa, zaidi ya kama miaka 77 hapo 85. Ni wazee, mzee na mke wake, baba hapo na mke wake. Wamekalia kiti kizuri tu hapa nyuma, kwa hiyo kati yake, alafu farasi anaenda, anambia twende, farasi anaenda kama hataki. Ni kama huyu akachukua ile kiboko, akalima mara moja, twa! Farasi akashindwa kumeenda, akachapwa tena, twa! Hawa wazee wakaona hizi si vizuri hivi vile anafanya. Wakamuuliza ngoja kidogo. Huyu farasi ni wako? Akasema ulitoa wapi? Ni mzee anamuuliza. Huyu mzee wa miaka 83 years. Akamwambia nilinunua. Huyu farasi ulinunua wapi? Akaulizwa kwa swali tu, hata akumbuki alinunua wapi nini. Akaambiwa ngoja kaa. Mwenye kubebwa akaambia mwenye farasi fanya nini? Kumbe ninajiongeleza hapa. Akamwambia nini? Keti. Ya alafu huyu akasimama. Akagundua huyu farasi, huyu farasi si wa kawaida huyu. Alipomwangalia tu, sijui ni nini alijua. Kumbe naye huyu alikuwa amestaafu kwa wanajeshi. Na kazi yake ilikuwa kuendesha farasi. Akaangalia kaona huyu farasi huyu ni wa military. Akasema attention! Farasi akapiga miguu mara moja, pa! Masikio ikasimama na mkia ikafanya hivi. Kamzee kenyewe kakafurahi. Kwa sababu amesikia amesema attention, na farasi akawa tayari. Na hema. Akaambiwa charge. Alipoambiwa charge, wacha farasi yakimbie. Huyu mzee alishangaa. Vile farasi ameenda mbio. Wakafika mahali wanafika. Huyu akasema halt. Akasimama. Farasi akasimama. Hati ya kwanza aliambiwa nini? Na ya pili aliambiwa nini? Na ya tatu akaambiwa nini? Huyu mzee akauliza, hebu tuambie, umemwambia nini? Ili akibaki asiende ile kisirani ya kuchapa. Akaambiwa, ukitaka aanze safari unachukua attention yake kwanza. Si ndio patimena mnafanyanga attention? Kwa hivyo attention, anajua mambo inafuata sasa. Ukimwambia attention, ana pay attention na anangoja asikie the next command. Unataka afanye nini? Ukitaka aende unamwambia charge. Ana charge mbio. Ukitaka asimame unamwambia namna gani? Halt. Mzee akafurahi sana. Akauliza ni pesa ngapi? Hapana, wewe utawalipisha kweli? Sema hapana, then tu nimeshukuru hiyo mmenisaidia, nitaweka kiboko chini. Akaweka kiboko chini. Aliposhuka na wakaenda zao akarudi. Wafurahi sana. Attention! Farasi akasimama. Boom. Charge! Akakimbia. Wacha farasi aende. Wacha akimbie. Akakimbia. Wakafika mahali alikuwa anaenda. Akasema charge! Akaongeza speed. Akasema ile ya mwisho ilikuwa ni gani? Na farasi asimame. Farasi ameenda speed bado. Amepita town. Ameenda mbio, watu wanaondoka. Akasema charge! Walienda, hiyo jina ya mwisho ilisahaulika kabisa. Anajaribu, anasema charge, anaenda. Na anasema attention, anasahau, hawezi akasimama, anaenda. Farasi alienda siku yote. Alienda mpaka alizirai. Alipoanguka chini ndio akakumbuka ilikuwa ni huru. Na imeenda. Hiyo imeenda. Hata hadithi imeenda, Bwana asifiwe sana. Sasa na sisi shetani, kuna watu shetani aliambia attention, akawaambia charge. Wanafanya maovu, shida nyingi sana, hawajui shetani hata kwambia halt. Ataendelea kukwambia uendelee. Kwa hivyo tusikize sauti ya nani? Ya Yesu. Maana Yesu ndiye atatuambia halt kwa mambo mabaya, lakini charge kwa mambo mazuri. Na Bwana awabariki. Asanteni sana watoto. Amen. Asante sana mchungaji. Kutuma salamu Marekani, USA, kule kwa mnamjua Tareso Marekani. Mtoto mmoja tu aweze kutuma salamu kwa mchungaji, kwa watoto wenzetu kule kanisani kwake atakaporudi.
ni mmoja tu. Wa kwanza nimeona mkono wake huyo. Chapu haraka ruka mbele. Kama unaongea Kijaluo, Kiswahili, Kiingereza vyote anavijua. Sogea kwa hapa mbele hivi. Oh yes, sema maneno kwa mchungaji. Asante mchungaji kwa kutupenda na umetupa masomo mazuri. Mungu akubariki. Tunawasalimia. Asante, basi tusimame wote. Mchungaji Tusimame. Bwana wabariki sana. Pastor Munene, karibu. Kama vile umesikia, siku yangu ya mwisho ni leo ndio siku yangu ya mwisho hapa. Kesho naondoka mapema. Sabato nitasali kwa kanisa langu linaitwa Temple of Praise au Top Church, na nitapeleka salamu zangu na nitaambia watoto wa pale. Nimepata watoto wachangamfu ambao wanasema kanisa ya watoto sio kesho, ni lini? Leo. Kwa hivyo hata sisi hiyo tutapeleka, hata huko tutawaambia ni leo. Sasa imebadilika, kuna kesho, ni saa hii, ni leo, si ndio? Na kama sio leo ni sasa hivi. Bwana asifiwe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu na Mungu uishie mahali pa juu mbinguni na rohoni mwetu, tumejikabidhi mikononi mwako tukikushukuru kwa wingi wa fadhili zako. Asante sana kwa sababu ya kikundi hiki kikubwa, jeshi la watoto. Wewe ndiwe uliyesema katika kitabu cha Mathayo 18 ya kwamba waacheni watoto waje kwangu. Hawa watoto wako mikononi mwetu. Hawa watoto wako kwetu, tuwafundishe njia ambayo inastahili, njia ya mbinguni. Tuwafundishe ya kwamba kumcha Mungu ndio chanzo cha kuwa na hekima. Tuwafundishe ya kwamba hata wewe ulipokuwa mtoto ulikuwa na ukaendelea na ukapendwa na watu na Mungu kwa sababu ya tabia zako na jinsi ulivyokuwa. Hivyo basi na sisi tunaomba utusaidie kama walimu, tusaidie hawa watoto waweze kuwa careful katika maneno wanayotamka na jinsi wanavyokuwa na wengine. Pia tuwasaidie tuwe helpful kwao ili nao waweze kuwa wa msaada kanisani, nyumbani, shuleni, nchini, kila mahali. Waweze kuwa responsible, waweze kuwa active, waweze kuwa independent katika kazi wanayofanya zote. Asante sana kwa walimu ambao wamekuwa kufanya kazi ngumu ya hawa watoto, na asante kwa watoto pia kwa sababu ya utiifu wao. Endelea kuwabariki na nimewacha mikononi mwako. Bwana ukawabariki, ukawaneemeshe. Mimi na mibaraka yako kwako. Nyosha mkono wako ulinde hawa watoto Bwana. Waweze kuwa wa maana katika nchi hii, katika kanisa na nyumbani. Katika siku zao za usoni, waweze kuwa madaktari, waweze kuwa madriver, waweze kuwa mapilot, waweze kuwa watu ambao ni wa maana kanisani, wazee wa kanisa, wachungaji, mashemasi, watu ambao wanaonekana hakika msingi uliowekwa ulikuwa imara. Watakapopata nyumba zao huko mbele, Bwana waendelee kukutukuza, na hata watakapokuwa vijana wasiweze kuambukizwa tabia mbaya ya ulevi, ya kuvuta bangi, ya kuvuta vitu baya, ya kutumia madawa ya kulevya. Uwaweke kando na mbali na haya mambo, lakini waweze kujenga imani yao katika neno lako takatifu, na waweze kuandaliwa hata kwa ubatizo wote Baba, wakabatizwe. Afya yao ukailinde na usimame nao leo na hata milele, katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Hata wale tungepata picha na mchungaji tukabarikiwa pia. Mwalimu Steve, hutaki picha?